kuwa na tiketi ya gari na ukusafiri? Hello? Bwana asifiwe. Sasa namba moja, nataka ujue kwamba Yesu ameweka mamlaka juu yako, na hayo mamlaka yana uwezo wa kung'oa hivyo vitu. Sawa sawa? Umenielewa? Tuko sawa? Niende mbele kidogo. Nauliza, umenielewa? Imeleta maana kwako? Sasa ngoja niweke uthibitisho mwingine ikusaidie. Kile kitabu cha Mathayo 17:21 iko habari ya ajabu sana pale. Iko habari ya ajabu sana. Biblia inasema baba mmoja alimleta mwanaye mwenye kifafa kwa wanafunzi wa Yesu. Unakumbuka hiyo story? Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafunzi wa Yesu. Unafikiri walikuwa hawajaokoka? Hapa wakati wanaletewa walikuwa wamewahi kwenda field. Kuna wakati Yesu aliwatuma wawili, unakumbuka? Wakarudi wakamwambia Yesu, kule tulikoenda mapepo Bwana kwa jina lako, mapepo yanatoka, yanapiga kelele, wagonjwa wanapona. Unakumbuka? Lakini hapa wamekutana na ngoma moja ya kifafa, wamepiga masaa na masaa, hakuna kitu. Sasa angalia, katika hali ya kawaida magonjwa ya kifafa ni magonjwa ya kurithi. Ni kweli au sio kweli? Ndio maana ukienda kwa daktari una kifafa, ukasema kwenu hakuna kifafa, anashangaa. Umeelewa? Okay. Kuna kitu kinaitwa kifafa cha mimba, ni kweli? Si ndio? Wanapata wamama, sio? Huwa wanapona. Si ndio? Huwa wanafanya nini? Wanapona. Lakini kile kifafa cha kurithi huwa wanapewa dawa ya kutuliza. Umewahi kujiuliza kwa nini hichi cha wamama kinaitwa kifafa lakini kinapona, na unaweza ukashangaa mtoto wa pili asiwe na hilo tatizo? Sawa sawa. Lakini huyu mwingine cha kurithi yeye anaambiwa apewe tu dawa ya kupooza. Kwa nini? Ni kitu kingine tofauti, kiko kwenye mfumo, kiko kwenye DNA zake. Sasa wanafunzi wa Yesu wamekutana na hii story, wanaanza kushambulia pale, pepo toka, pepo toka, pepo toka. Hakuna kitu kilitoka. Kwa nini? Ilikuwa sio tu ugonjwa, ulikuwa ni kitu kiko kwenye mfumo, ni generational, ni kitu kiko kwenye kizazi chao. Ndio maana hata we ni muhimu uangalie kwenu kuna nini. Hello? Sasa pale ndo Yesu anasemaje? La namna hii alitoki ila kufunga na kuomba. Maanake kuna vitu vingine unapodili na vitu vya kwenye mifumo, vitu ambavyo viko kwenye DNA, lazima pia ni muhimu ufunge, inakufanya kuwa sensitive zaidi. Sawa sawa. Aufungi ili nguvu za Mungu ziongezeke. Nguvu za Mungu ni zile zile. Unafunga kukuongezea wewe sensitivity, umakini, ili kuweza kupiki zile signal za Roho Mtakatifu, kwa sababu unapodili na hivi vitu bila kupata signal ya Roho Mtakatifu wakati mwingine ni ngumu. Na ndio maana mtu asikudanganye, huduma za kina prophetic ni ya muhimu sana kwenye makanisa, kwa sababu kuna vitu vingine huwezi kuvitoa mpaka ujue kabisa hichi ni kitu fulani, mpaka ujue kabisa hichi kitu kiliingiaje. Sawa sawa. Hivi unafahamu kuna mapepo huwa watu wa mapepo mnajua, kuna mapepo huwa hayaamki mpaka Roho akusaidie ujue hili ni pepo la kitu fulani. Unapotaja tu pepo la kitu fulani unaona linashtuka, lakini saa zote lilikaa kimya. Na ndio maana signal za Roho Mtakatifu ni za muhimu sana. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, hili la namna hii fungeni, ili mpike signal, mpate direction za Roho Mtakatifu namna ya kufanya nini, ya kuvitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu ananielewa sema amina. Kama kuna mtu inaleta maana sema amina. Kwa tunataka kudili na vitu ambavyo viko kwenye mifumo yetu, na vipo, wala mtu asikudanganye. Umeshawahi kuona kuna watu wabadiliki, unagombana nao makanisani? Si ndio? Kugombana kunasaidia. Kuna watu ukigombana nao nazidi kuwa wabaya. Si ndio?
Hata kwenye familia zetu kuna watu ukigombana nao wanazidi kuwa wabaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vya asili viko ndani. Umeshakutana na mtu anakuambia, analia kabisa, anakuambia ni leo ndio mwisho, sinywi tena. Anakuambia nipe na karatasi kabisa ni saini kwamba leo sinywi tena. Na unasema basi yameisha, Mungu ni mwema, Mungu amekusaidia. Mpe lisaa, unakutana naye anaburuzika chini. Yaani lazima ujue tu kwamba hii ni beyond kiapo. Hii ni kitu cha ziada. Ndugu mmoja aliniambia, mama mmoja aliniambia, familia ya kwao kwenye mji wa kwao wanakoishi, madaktari wamewazoea. Kwa hiyo wakienda hospitalini wanaulizwa tu, wewe ni mtoto wa fulani? Wanasema kama ni mtoto wa fulani, hiyo ni sukari tu, wala msihangaike. Daktari anasema hiyo ni sukari, si mtoto wa fulani, hiyo ni sukari. Yani ukoo umekuwa identified kwamba kwenye huo ukoo wao ni sukari tu. Sasa usifikirie hicho ni kitu cha kawaida. Hicho ni vitu viko kwenye DNA. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio vitu vya kawaida. Na hivyo vitu ukiviombea kawaida huwa haviponi. Huwa haviponi. Umeshaona tunakaa na watu makanisani wenye lese ugonjwa gani? Asthma. Si ndio? Mpaka siku moja asthma inafanya nini? Inamuua, anaenda kukaa na Bwana. Hello? Ungapo umesha kuona watu walioombewa asthma? Kitu gani kilitokea? Watu wote ambao mimi nimeona walipona asthma, roho za asthma zilipokuwa attacked, walitoka damu puani. Uliwahi kuona? Watu wote ambao mimi nimewahi kuwaona, sisemi kwamba ni wale ambao mimi nimewahi kuwaona, ambao roho ya asthma kwenye DNA imechimbuliwa, niliona hao watu wanatoka damu kwa wingi puani, na ndio uponyaji wao. Ni kama inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba maagano waliounganisha hiyo familia kwenye asthma yalihusika na damu. Namba 2, inachokuonyesha ni nini? Inachokuonyesha ni kwamba mizizi ya hiyo asthma iko kwenye DNA, kwenye damu. Kwa lazima tu nguvu za Mungu zipenye kule, ziende kuchimbua. Vinginevyo mtu atasema nimepona, haleluya, nimepona, lakini hamna kitu. Tatizo bado liko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa huo ufahamu kidogo, uko tayari kuomba leo? Uko tayari kuomba? Kesho tutaenda ndani zaidi, lakini nataka kila siku tupate nafasi ya kuomba. Sawa sawa. Kwa kuna vitu ndani yako, kuna vitu ndani ya watoto wako, na ndio maana tu niongeze, wakati ishi pia kwa umakini. Kwa sababu kuna vitu unaweza ukavifungulia we mlango na vikapandwa kwenye system za watoto wako na wakaishi navyo. Kwa ni muhimu sana wewe uishi kwa umakini. Na mimi huwa nasemaga, sisi wa Afrika wengi tumeokoka, tunaenda mbinguni, lakini sisi wengi tuna matatizo fulani. Kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe, ukirudi tu hapo nyuma kwa baba yako, sio ajabu baba yako alikuwa analeta waganga nyumbani. Sio ajabu baba yako alikuwa anaabudu mizimu. Kwa hiyo wala huko mbali na hizo roho ziko karibu kabisa na wewe. Kwa hiyo zinakufikia tu kirahisi. Lakini wewe unaweza kuzidhibiti. Sema amina. Kama uko tayari kuzidhibiti leo, sema amina. Sasa, kwa nini tunaenda kushiriki kutumia damu ya Yesu? Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Kwa nini tunaenda kushiriki meza ya Bwana katika hii kung'oa vitu kwenye system yetu? Kitabu cha Mambo ya Walawi 17:11 anasema, sikiliza, anasema kwa kuwa uhai wa mwili uko kwenye nini? Kwenye damu. Kwa hiyo uhai siku zote uko kwenye damu. Ndiyo maana Mungu aliwakataza watu wake Israel kunywa damu. Sawa sawa.
Na ndio maana Mungu akasema kila amwagae damu nitadai hiyo damu, kwa sababu damu ndio uhai. Ndio manake nikupe marupurupu, sema ehe. Wangapi wamewahi kuongezewa damu? Waheshimu wa watu waliowahi kuongezea damu, walikupa uhai. Mnaelewa? Sasa sitaki kwenda ndani zaidi uliongezewa damu ya namna gani. Maana inawezekana vipimo vya hospitali viliona ni safi, lakini vipimo vya kiroho vikaona kitu kingine. Sawa sawa. Lakini ninachosema nini? Uhai, Biblia inasema upo kwenye nini? Kwenye damu. Sawa sawa. Na ndio maana Mungu ameturuhusu kutumia damu moja tu. Damu moja tu. Damu ya nani? Damu ya Yesu. Kwa nini unafikiri amefanya hivyo? Unaweza kujua kwa nini? Kwa sababu anataka tuwe pateka wa ule uzima, ule uhai wa Yesu. Sawa sawa. Anataka uhai wa Yesu uingie kwenye system yetu. Kwa unaposhiriki damu ya Yesu, usiangalie tu kwa picha